we were in the same committee. And when I wanted to know whether Azimio would win, I went to visit Moses Kuria in hospital in Dubai. That's when I knew Azimio would lose. This is a good brain. This one, Amujui, Moses Kuria, kuja ongea na hawa watu. Pande wa kanisa, Bishop Chule, Mheshimiwa rafiki yangu, Mheshimiwa James Baluka, gavana wetu, Gavana Mutula Kilonzo, viongozi wote, seneta rafiki yangu Manzo, Mheshimiwa Yaseo, Yasewenge, Mheshimiwa Museo, Mafida Onde, asante sana. Nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa rafiki yangu James Baluka kwa sababu ya kuachwa na huyu mrembo wetu Nelias. Watu wengi hapa pengine wanajua Nelias kwa sababu amesikia ni bibi ya Baluka, lakini mimi nilimjua Nelias kwa sababu nilipokuwa katika wizara ya biashara, Nelias alikuja kwangu na Baluka na watu wale wa chemba ya China, na wakati huo kulikuwa na tashwishi, kulikuwa na chambers mbili. Nikaambiwa kwamba nisifanye recognition ya kurecognize moja, kutakuwa na vita. Lakini Nelias alipokuja na Baluka, nilikuwa nimesign barua, sababu alikuwa na smile kila wakati. Hata mpaka wa leo sijui hiyo barua nilisign namna gani. Baadaye niletea shida sana, lakini kwangu rafiki ni kitu ya maana sana. Na mimi najua Nelias na James ni watu ambao walifanya kazi kwa bidii sana. Na wakati mimi nilikuwa waziri wa biashara, tulifanya mambo mingi sana. Hata hiyo maneno ya hospitali ya China hapa kwanza, mimi ndio nilikuwa kuidhinisha kuleta hiyo hospitali hapa. Na Bwana Baluka, hiyo hospitali kamilika. Ni vizuri ukionelea iitwe Nelias na Moses Kuria hospitali. Hata mimi nisipotelee namna hiyo, ile kitu ambao imeitwa na jina yangu. Nikitaka pia kusema ya kwamba unajua juzi Mheshimiwa Baluka alipoteza mpaka mali yake hapa. Na nimeona watu wamepiga laini hapa wengi sana. Wanafanya kazi kwa supermarket hapa hotel. Mimi nataka kuwauliza watu hapa Makueni, kupata nafasi moja ya kazi si rahisi. Wakati tunaharibu mali, usiangalie Baluka na usiangalie Nelias. Angalia wale wafanyikazi wako hapa, wako na familia, wako na watu wanawategemea. Sasa hiyo kuchoma ni vizuri, sababu si imesaidia wengine wameingia serikali. Mali ya Baluka itarudi. Wale watu ambao wamepoteza kazi zitapatikana. Tafadhali watu wetu wote, sana sana vijana, watoto wangu, tusikuwe watu wa kuharibu, kwa sababu kuharibu rahisi, lakini kutafuta hiyo mali ni kazi ngumu sana. Nimesikia tumeambiwa hapa tukue na something called candid conversation. Hiyo jenzi wameniambia, na mimi nakubali kwamba tukue na candid conversation. Unajua jana tuliona hata watu wameingia kwa serikali, na ni muhimu. Nasikia watu wakiambia Baluka uingie serikali, kuja nitakupatia manual vile utaanza na vile utakamilisha. Lakini niseme kitu kimoja, unajua sisi kama serikali kuna mambo mengi sana ambayo tumeweza na kuna mengine ambayo hatukuweza. Kwa mfano hapa katika kaunti ya Makueni tuko na neno ya madini, na au gavana amekuja kwangu, amenisumbua mara nyingi, akaniambia ile sharing ya revenue ya madini, kuna kopa hapa katika Makueni. Makueni itapata share yake ya kopa lini? Mimi sikuwa na jawabu, hiyo kazi ilitushinda. Sasa wewe gavana utafute Joho atakuambia nini. Pia
shida, mambo mingi sana tunaweza, lakini mnajua kuna fund inaitwa Hustler Fund. Watu milioni 12 wamekopa pesa ya Hustler Fund, wametoroka nayo. Tukajaribu kuwafuata, imetushinda. Tukaambia Oparanya, unaonekana hiyo kazi unaweza kuja utafuta hiyo pesa. Watu milioni 12 ambao inakuja huko kwetu. Mheshimiwa Kete anaweza kuambia kahawa iko na shida, sababu cooperatives zimekataa na pesa ya wakulima. Sisi kama Kenya Kwanza tukajaribu kupata hiyo pesa, ikatushinda. Tukaambia Oparanya, kuja utusaidie hiyo kazi ya kutafuta hiyo pesa ya kahawa. Unajua hii kazi ni kusaidiana, ama si kweli? Tukatoka hapo tukaangalia, mkatufanyia makelele, mambo ya bei ya mafuta, si ndio? Mpaka mkanibidi mimi kuambia mchimbe kisima yenu. Sasa mkaniambia kisima hamwezi kuchimba. Tuliposhindwa na hiyo kazi, tukaenda mpaka huko pahali inaitwa Ubuja. Tutafuta mtu anaitwa James Opiyo Wandayi. Tukamwambie Opiyo Wandayi, tupatie formula ya kuteremsha bei ya nini? Ya mafuta, sababu hiyo kazi imetushinda. Sababu hii kazi hii Kenya ni yetu zote, na kazi imetusaidia kusaidiana. Sasa ile ambayo sasa ilikuwa ngumu zaidi, madeni ndio hiyo. Tukajaribu kupata ushuru, mkatuambia tusipate ushuru, tusiongeze ushuru. Tukawauliza sasa, hii maneno ya housing na maneno ya healthcare na maneno hii mambo yote tuko nayo, maneno ya elimu 650 billion ambayo tunatumia maneno ya elimu, tutatoa pesa wapi? Hiyo maneno ikakuwa kizungumkuti. Tukaingia mpaka pale Suba, tukatafuta jamaa tulikuwa tunasema na yeye anaitwa John Badi Ng'ong'o. Tukamwambia kuja tupatie hiyo formula ndio wa Kenya ushuru kizidi wewe ndio. Mungu awabariki, Mungu atupatie roho na mambo yako. Asante sana. That is Moses Kuria for you. Tumefanya kazi na yeye bunge, ambao tulifanya nao bunge, Moses Kuria included, Ketu Waruguru. Tulifanya kazi nyingi ya mambo ya revenue, and when they speak of finance, najua huyu na Mbadi wanajua what they are talking about. So James, we are here to condole with you. On behalf of the First Lady of Anita, let me say honor to the family, to Bishop, Reverend, and Bishop again for losing millions. The truth is, there's nobody who knows what you're going through. To have lost your wife and your daughter at the same time, I'm not sure whether you can have that explanation unless you're going through yourself. And if you didn't love your wife, and love her even more because who you are in a. And the stories about losing your wife and child and the circumstances are even more troubling. Our presence here is enough. We can say much, but we want you to see us, because that's the only memory that you'll be left with. When you retire and all of us go, and the only thing that you'll be left with is the beautiful house you completed on behalf of Nelly and her grave. So, Waziri Choni, please, tutakutuma ukuwe a good neighbor. Kuna tutafuta huyu jamaa once in a while, ndio unaangalia anaendelea namna gani. When we were last here to discuss this matter, alituambia kwamba he could not speak for a week. Hakuzungumza for 1 full week, even to his own parents. So please don't underestimate what James is going through. It's a difficult task. And unfortunately, Moses, I can tell you, his supermarket was raided nearly at the same time as when he lost his wife. And I want to speak to that because it's unfortunate. Niliona watu wakihama na vitu zake, and he told us, na nyinyi wale watu wa Emali mko, watu wa Emali mmekuja? Mko hapa nyuma Now,
A supermarket is raided during maandamano, vitu zikaenda. Nelia speaks the vitu zile ziko wote, and in a few hours the supermarket in Mali is running. Yani hakukata roho, akatoa stock from one shop to the other, na wale watu ambao wapewa Mali wakasema watakuja kuchoma ile kwa wote, hiyo tukazuia. Let me say why peace is important, and I want to explain because it is in this region. Hapa kwa barabara, there is an investment of 400 million shillings. It is called the Superstore, ambayo nilikuwa nifungue last Tuesday. It is the first superstore in Kenya on a highway, ambayo iko na msikiti, iko na kanisa, iko na kila kitu, iko hapa juu. 400 million shillings. Hapa pia kuna damu ambazo